شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. فاستبشروا يا مسلمين، والتلزموا هدي الأمين. صوم احتساب ويقين، جزاؤه فوز مبين. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kumtakia rehema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Darsa yetu leo tunaanza kutafsiri suratul Hujurat. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kutuwezesha kuhitimisha suratu Yasin, na tutaianza hii sura rajaan min Allah Azza wa Jalla atuwezeshe pia kuifikia mpaka mwisho insha Allah, ambayo hii sura imekusanya adabu za ukiwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii sura imeitwa suratul Hujurati, na hujurati ni vyumba. Kwa hivyo yakusudiwa vyumba vya bibi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kuwa shughuli ya yoyote kumtaka Mtume mpaka ende kwenye hizi nyumba, bila shaka ikawa hakuna budi kuwekwe adabu na sharia ambazo zitakuwa zikinchunga kila mtu wakati anapokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam,
kama jinsi ambavyo tutaziona katika hizi aya. Sura hii tukufu ni ya Madina, imeshuka Madina, na hii sura kwa ufupi wake, kwa maelezo yake mafupi, lakini ni katika miongoni mwa sura tukufu sana, tena zinazohesabika kuwa ni katika sura kubwa sana katika Qur'ani tukufu, ilokusanya uhakika wa malezi, tena uhakika wa malezi ya kudumu na misingi ya kiutu, tena misingi ambayo ni bora. Baadhi ya wanavyuoni wa tafsiri hii sura wameita suratul akhlaqi. Kuna wanaotafsiri wanaoita hii suratul hujurat, wanaita suratul akhlaq, yani ni sura ya kufundisha tabia. Imeanza hii sura tukufu kwa kueleza adabu ya juu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kafundisha waja wake waumini. Kwanza imeanza kwa kuwafundisha waumini adabu, na adabu yenyewe ni adabu mbele ya sharia ya Allah na amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kusema wa huwa alla yubrimu amra, wasikate jambo, au yubdu ra'yan, wala wasidhihirishe rai yoyote, au yaqdhu hukman, wala wasipitishe hukmu, fi hadratin rasuli sallallahu alaihi wasallam, mbele ya hadhara ya Mtume, hatta yastashiruhu, mpaka wantake ushauri Mtume, wayastamsiku biirshadatihi alhakima, na wachukue ile miongozo yake ya hekima. Yani hakuna mtu kukata jambo wala kutoa rai wala kuhukumu jambo mbele ya hadhara ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio hii aya ya kwanza tutakayoitafsiri leo, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Kisha sura ikagura kwenda kwenye adabu nyingine, na ni adabu ya kuweka chini sauti wakati wanapozungumza pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa lengo la kumuadhimisha kwa kile cheo chake cha juu na heshima ya makami ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao makami yake, daraja yake ni ya juu, kwa sababu Mtume si kama watu wote kidaraja, si kama watu wote kidaraja, lakini kama watu wote kiumbile. Kidaraja, daraja Mtume sallallahu alaihi wasallam daraja yake ni ya juu sana, lakini ni daraja ya juu kwa umbile lile lile la kuwa yeye ni mwanadamu. Kwa hivyo ikawa ni wajibu kwa waumini wawe na adabu ya hali ya juu pamoja na yeye, katika kwenye kuzungumza na yeye kipatikane kitu kinatoitwa at-tawqiru wat-ta'dhimu wal-ijlal. Haya yamekusanywa kwenye ya ayyuhalladhina amanu. Ya kwanza ilianza kwa ya ayyuhalladhina amanu, na ya pili akasema ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Yani maandalizi ya yale yalokusanywa kwenye sura hii. Kisha ikaelekea kwenye adab ambayo ni khas, ikatoka kwenye adabu ambayo ni khas ya kumhusu Mtume ila al-adabil ami, kwenda kwenye adabu ambayo ni am ya kuenea wote, ambayo hii sura yagura kukariri misingi ya mujtama ulobora. Mujtama ili uwe bora ni ikite kwenye misingi gani? Ikawaamrisha hii sura waumini kwa kutosikiza machangazo. Yani mfumo wa tatu yalokusanywa kwenye sura hii ambao tunataka kuitafsiri, kwamba watu waachilie mbali ile tabia ya kusikiliza machangazo mengi ya kutoka kwa watu, story nyingi za kutoka kwa watu zisizokuwa na misingi. Na aya zikaamrisha kuthibitisha habari zozote zitakazokufikia wewe. Yote ni katika maandalizi yatakaozungumzwa katika sura hii, ya kwamba wewe usikae katika dunia kwamba
kuamini na kushika yanenwayo na yachangazwayo na watu yako kwenye sura hii, hususan ikiwa ile habari imepatikana kwa mtu ambaye si mwadilifu au mtu ambaye hutuhumiwa. Mtu mwenye kutuhumiwa mathalan ni mtu ambao kwenye mazoea yako ukimuona ni mtu mlevi, ni mtu mraibu. Sasa mtu huyu shekhe, sinno habari zake kabisa, kuja na habari huashati uchunguze sana. Akija kulichangaza jambo, usiwe mwepesi wa kuliamini. Haya yote yamekusanywa na sura hii ambayo tunaitafsiri. Kwa nini? Wanavyoni wasema fakam min kalimatin naqalaha fajirun fasiqun sababat karithatan min alkawarithi, kwa maana ni vilma vingapi vilivyochukuliwa na watu waovu mafasiki zikasababisha maangamivu makubwa kabisa katika mujtama. Yani mtu akaja akachukua kilma tu akaja akakitoa kwa watu na akaja akakieneza kwa watu, kikaleta maangamivu makubwa sana. Wa kam min khabarin, na ni habari ngapi lam yatathabbat minhu sami'uhu, ambao hakuthubutu wala hakuthibitisha yule aliyosikiliza ile habari, jarra wa bala, ikavuta hiyo habari ikaleta maangamivu makubwa. Wa ahdatha inqisama, na ikazusha vigawanyo vingi, watu wakagawanyika. Hapa kwenye aya ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan, umeona zimekuja kwa ya ayyuhalladhina amanu kwa sababu ni adabu za hali ya juu wataka kufundishwa watu mbele ya mtume na nyanda nyinginezo. Baada dhalika sura ikaelekea kulingania kusilihisha kati ya wawili waloteta ama makundi mawili yalogombana na kuondosha uadui kati ya makundi mawili haya. Na hiki ni kifungu cha wa in taifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, makundi mawili ya waumini wakigongana ama wakiteta ama watu wawili wakikosana, amri ni kwa kuwawasilisheni. Nitakuja kueleza kwa kina kwa sababu kila aya ambayo ni katika maandalizi ya sura hii biidhnillahil karim kuna bahthi kamili. Tukija katika masala maslaha, nitakupa masharti yake yote hawanavioni waliozungumza kuhusu masala maslahi, ili mtu asipache ndia ya kusema lakini mbona nchi wakati mwingine hutakiwa kwa kusilishwa jambo akakataa maslahi. Kana vifungu vya sharia vinavyozungumza, kwa sababu mambo hayafanywi kiholela. Sharti ya maslaha yote yamekusanywa kwenye sura hii. Ni sura ambayo italeta mafunzo makubwa biidhnillahil karim. Mwisho sura ikatahadharisha mambo ya shere na mambo ya usafihi na mambo ya usengenyaji. Sura pia maandalizi yake imeelekea kwenda kuwaeleza Waislamu kuhusu hili suala la shere lingi na usafihi mwingi na usengenyaji. Ikakimbiza masala ya ghaiba, alghiba, usengenyaji, ujasusi, dhana mbovu kwa dhani ya waumini. Itakuwa Qur'ani imebakisha kitu shekhe? Ndipo Qur'ani haikubakisha kitu, ni sisi tu shekhe. Na lawama mara nyingi huwa nyingi sana, lakini watu hawafungui vitabu. Fungua kitabu japokuwa ni tafsiri ya Kiswahili, kwenye 10 utastafidi mawili. Hutakuwa ni mtu wa kulaumu wala hutakuwa ni mwepesi wa kuamini jambo. Kila jambo utasimama kwa misingi yake ya kisheria. Na Mungu inshallah tunamuomba atuwafikie kwa kusimama kwenye msimamo wa haki, kuthubutu kwenye jambo. Ukilichia kwenye mizani kwamba kwa jambo limethubutu, mimi inshallah namuomba Mungu masaa 24 msimamo wangu uwe hapo hapo, ya kwamba nikilithibitisha jambo, kalitia jambo katika mizani ya sharia, kakesha nalo lile jambo, kapiga simu kavashauri walonizidi, baada hapo tukua uamuzi. Kitukua uamuzi, mtu hata akachapika toka, simulizi khairi wala shari. Sichungi urafiki hapo, sichungi undugu, sichungi ujamaa,
sichunginchu nalisoma naye, sichunginchu tulilewa pamoja, bora nimelipata jambo kimizani, sina lawama kwa Mungu. Maadamu sina lawama kwa Mungu, wewe ni laumu fi dunia wal akhirah, mimi nakanyaga pale pale kwa jambo linalomridhi Mwenyezi Mungu. Haya yote yametuponyoka sisi kwa kuwa tuko kinyume na maandalizi. Kwanza bado hatujatafsiri jambo, ni uandalizi tu wa hii sura, na mtaona kwa aya moja moja tuko nje vipi ya kila aya. Ndipo mujtamai wetu ukazorota sana na tukaelewana vibaya sana, na ikawa hakuna uhakikisho kwenye mambo yetu, na wepesi wa kunyakua mambo na wepesi wa kutukua hatua. Hii ndio sura ambayo inatuweka wazi. Baada dhalik ikatahadharisha usengenyaji, ikaleta katazo lenyewe ikaje ikafananisha harufu mbovu ya mfu tena maiti ambayo ni ya mwanadamu. Kuelekezwa wewe waweza kuila, huwezi kuila kwa sababu ya uvundo ulioko. Akasawazisha, basi ndipo usichafune nyama ya mwenzako, usinsengenye mwenzako, hususa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini utakuta pia kwenye hapa ni aya hii tutajikuta tuko kinyume kinamna gani, kwa sababu tutaeleza kwa ufafanuzi sana. Kisha vile vile Qur'ani hii ikaleta miujiza ya ufasaha ya kushinda vitabu vyote, na ufasaha wenyewe ikawa hukuletea picha ya jambo kama hii, kuleta picha ya mtu ambaye amekaa ubavuni mwa ndugu yake alokufa, kisha akawa huinyakua nyama yake na huku akawa anakula. Hapa pameanza kwenye funzo, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, musifanyiane ujasusi wala musisengenyane baadhi yenu kwa baadhi. Kisha kasema ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maitan, apenda mmoja wenu kula nyama ya ndugu yake akiwa maiti. Fakarihtumuhu, hilo mutalichukia. Kama utalichukia la kula maiti, ndilo lililofananishwa na kunena mwenzako. Na hapa pia nitakuja kufafanua kwenye hii sura tofauti ya wala tajassasu na tofauti fatahassasu, na tofauti ya adhannu bimaana shak wa dhannu bimaana al-yaqin. Zote hizo zitakusanywa na sura hii. Mwisho ikahitimisha hii sura kuzungumza kuwahusu wabedui ambao walikuwa na dhana ya imani kwa kilma tu mtu kukitemka kwa ulimi wake. Wabedui ambao kule kutemka kwao shahada, basi walijipata kuwa ndio washafika kwa kutemka kwao shahada, washakomaa kiuislamu. Baada dhalika wakaja kwa Mtume kusimulia imani yao, kwa kuwa tuna wasiwasi, sisi ni waumini wa kikweli kweli. Ikabainika uhakika wa mambo na likabainika uhakika wa Uislamu, na masharti ya mu'min alokamili, masharti yake ni nini, na lile ambalo linamkusanya mtu iwe imani yake imekusanyika kweli kweli, ikhlasi yake ni ya kisawasawa, jihadi yake anaopigana ni jihadi ya kisawasawa, si jihadi propaganda nyingi, na amali njema ambazo anazifanya. Haya yote yamekusanywa kwenye aya hii, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, kwa kuwa hakuna jambo lingine. Waumini wa kikweli kweli ni wale waliomuamini Allah na mtume wake kisha wasivye na shaka. Usimwamini Mungu ukamwamini na mtume kisha ukawa na shaka kwenye imani yao. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, wakapigana jihadi kwa mali zao na kwa nafsi zao, fi sabilillah, ulaika humus sadiqun, hao ndio kweli, ila akhiri sura, mpaka mwisho wa sura. Haya ni maandalizi, ni mukaddima tu
ya yote yalokusanywa katika suratul Hujurat. Sasa tuishike aya ya kwanza katika sura hii, aya inaosema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, musichangulize neno lolote mbele ya neno la Mungu na mtume. Wattaqullaha, na munche Mwenyezi Mungu. Inna Allaha sami'un alim, hakika Mwenyezi Mungu ni msikizi, anasikia. Alim ni mjuzi, yuwajua mambo. Ni aya ya kwanza hii katika suratul Hujurat. Mungu atuambiaje? Enyi mulioamini, musichangulize lolote mbele ya Mungu na mtume, na mumche Mwenyezi Mungu, hakika Mwenyezi Mungu ni msikizi, anasikia, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi. Wanavyoni wa tafsiri kwenye hii aya ya kwanza, kwanza Ibn Kathir katika tafsiri yake asema hadhihi adabun, hizi ni adabu, adaba biha Allahu ta'ala ibadahu almu'minin, ambao Mwenyezi Mungu aliyetukuka amewafunza adabu waja wake waumini. Fima yuamiluna bihi rasul, kwa yale ambayo watamtumilia au watafanya muamala na mtume, muamala wao watakaofanya na mtume sallallahu alaihi wasallam, min at-tawqiri, kutokamana na hishma, wal ihtirami wat tabjili wal i'dham, zote ni atfa tafsir, kwa maana ya heshima. Kwa hivyo hizi ni adabu ambazo Mwenyezi Mungu amewafundisha waja wake waumini mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya Ibn Kathir. Qurtubi katika tafsiri yake asema qala al-ulamau, wanavyoni wasema kana fil arabi jafau, kwa Waarabu kulipatikana ugumu, yani walikuwa na nyoyo ngumu. Wasuu adabin fi khitabi nabii sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na utovu wa adabu, adabu isiyokuwa mzuri katika kuzungumza na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa talqibi nasi, pia kuwaita watu majina yale, nickname zile, walikuwa wanao ushupavu na ugumu huo wa Arabu. Kwa hivyo asema fasuratu fil amri bimakarimil akhlaq wa riayatil adab, hii sura yenyewe ikaleta amri ya makarimul akhlaq, tabia njema, wa riayatil adabi, na kuchunga hizi adabu. Haya ni maneno ya Qurtubi katika tafsiri yake. Katika tafsirul Maraghi akasema adaballahu almu'minina, Mwenyezi Mungu amewafundisha adabu waumini, idha qabalu rasula, wanapomkabili mtume, biadabaini, wakafundishwa adabu mbili. Waumini wanapomkabili mtume, kumwelekea mtume, adabu mbili lazima zichungwe. Ahadihima fi'lun, ya kwanza ni adabu ya kitendo, wa thanihima qaulun, na adabu ya pili ni ya kimaneno. Haya utayapata katika baadhi ya nakala za wanatafsiri, adabu kwa vitendo na adabu kwa maneno ikakusanywa wapi. Huyu ni Ahmad Mustafa al-Maraghi katika tafsiri yake. Muhammad Ali Sabun kwenye Safwatu Tafasir, ambao tumeanza mukaddima wa uandalizi wa sura hii, asema ibtadaati suratul karimatu bil adabi rafi'i, sura hii tukufu imeanza kwa adabu ya juu sana, alladhi adaba bihi almu'minin, ambayo Mwenyezi Mungu amewafunda adabu waumini, tijaha shari'atillah, mbele ya sharia ya Mwenyezi Mungu, wa amri rasulihi, na amri ya mtume wake, wa huwa, na hiyo adabu yenyewe Muhammad al-Sabuni asema alla yubrimu amran, wasikate jambo lolote waumini, au yubdu ra'yan, wala wasitoe rai yoyote, au yaqdhu hukman, wala wasihukumu hukmu yoyote, fi hadrati rasuli sallallahu alaihi wasallam, mbele ya hadhara ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani mtume uko hapo, hakuna kuchangulizwa. Haya niliyoyasema, hatta yastashiruhu, mpaka wantake ushauri mtume, wayastamsiku
biirshadatihi alhakima, kisha washike miongozo ya mtume ya hekima. Yani mko mbele, ukisikia hadharati nabii ni hadhara ya mtume, mupo jamaa. Kwa hivyo ukisikia mtu ameambiwa tupe kidogo, tupe fatha, akisema ila hadharati nabii, hadharati nabii ni hadhara ya mtume. Kwa hivyo ni kule kuweko kwa mtume mbele yenu, hadhara. Sasa ukisukuma Fatiha ila hadhara, uipeleka kwenye hadhara ya mtume. Ndipo pale tukasema tusikizaneni kwa hii Qur'ani ili tusimameni kwa miongozo itakiwa. Lakini sasa sema, ukiambiwa mbona wasema ila hadharati nabii, utasangalia jamaa Abairo nao wamezidi Sheikh, wamekupinga Fatiha. Tutaipingae Fatiha na ni sura katika Qur'an? Mbona mko hivi nini? Hatuwezi kuipinga Fatiha na ni sura katika Qur'an. Tutapinga uapachikao kwenye Fatiha. Hayo unayoyapatika kwenye Fatiha ndio tutayapinga. Tuiate Fatiha safi, utasemaje ila hadharati nabii? Fatiha itakwendaje kwenye hadhara ya mtume na uko kaburini, kinyume na maadili? Kwa hivyo tuendeni kwa adabu ya Qur'ani kulingamana na Mwenyezi Mungu alivyotufunda katika suratul Hujurat. Itazama mambo mengi biidhnillahil karim. Tayeb, sasa asema hapa wasihukumu hukumu mbele ya hadhara ya mtume SAW mpaka wantake shauri, kisha washike miongozo yake ya hekima. Kwa hivyo huna ruhusa, mtume uko mbele yako, hata likaulizwa swala wewe kulijibu, huna ruhusa, si adabu, mpaka ajibu yeye mwanzo, kisha ndio wewe nini ufuate, wewe uwe ni tabaun lahu. Huna ruhusa kuanza chochote mbele ya mtume. Adabu hizi zimeponyoka kwetu sisi, na sisi ndio wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, katika kitabu cha tafsiri kikubwa cha Sayyid Kutub fi Dhilal al-Quran asema mafunzo haya ambayo tumeyapata sisi na hizi akwali nyuma ambazo nimewatafsirieni, Sayyid Kutub asema huwa alamun, huo ni ulimwengu. Angalia wanavyoona tafsiri, huo ni ulimwengu lahu adabu ma Allah, ulimwengu ambao wafaa uwe na adabu pamoja na Mwenyezi Mungu, wa ma'a rasulillah, na pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu. Yatamathalu hadha al-adabu fi idraki hududi al-abdi amama rabbi, inaleta mfano adabu hii kudiriki ama kufahamu mja mipaka yake mbele ya Mungu. Mimi mja wa Mwenyezi Mungu nina mipaka gani niliyowekewa na Allah? Nina mipaka gani mbele ya mtume? Kwa hivyo si kwa kuwa ni adabu ya muhusu mtume peke yake, ya muhusu mtume, ya tuhusu sisi, bali ni nidhamu ya dunia nzima. Subhanallah, yani hii dunia nzima iwe imesimama ya kuwa kila mwanadamu wajua mpaka wangu mbele ya Mungu ni upi, miguu yangu yatakiwa ifike wapi, ni mpaka gani sitakiwi mimi nifanyeje, ni ukile. Kwa sababu hata katika hadithi inasema hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewawekea nyinyi faradhi msizipuuze, na amewawekea nyinyi mipaka msikeuke. Wa man yataadda hudud Allahi faqad dhalama nafsahu, mwenye kukeuka mipaka Mwenyezi Mungu hakika ameidhulumu nafsi yake. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin, Mwenyezi Mungu hapendi wenye kukeuka mpaka. Sasa Sayyid Kutub asema maneno yake haya mazuri katika tafsiri yake, warasuli alladhi, pia kuwa na adabu na mtume ambaye yuballighu ani rabbi, afikisha ujumbe wa kutoka kwa Mola. Huyo anaifikisha ujumbe kutoka kwa Mola, lazima tuwe na adabu ya hali ya juu, kwa sababu anatuletea sisi siri za kutoka mbinguni, tena siri za kutoka kwenye makao ambayo ni makuu matukufu ya Rabbil Alamin, juu ya arshi yake, fauka samawati alula, sio mchezo. Kwa hivyo ni lazima kiumbe kama hiki watu wawe na adabu naye ya hali ya juu. Adabu ya mtume kwa watu iwe ni ya hali ya juu, kwa sababu siri uzipatazo si siri za kutoka State House.
ni siri ambazo shekhe, maeneo hayo si yoyote alofika, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akafika. Kwa hivyo ni lazima kiumbe hiki adabu yake iwe ni hali ya juu. Fala yasbiqu al-abdu al-mu'minu ilahahu fi amrin au nahyin, kasema mja asinchangulie, mja mu'min asinchangulie Mola wake kwenye amri wala kwenye katazo. Kwa maana usiamrishe kabla ya Mungu hajaamrisha, usikataze kabla ya Mungu hajakataza, usiamrishe kabla ya amri ya Mtume, usikataze kabla ya amri ya Mtume. Wala yaktarihu alayhi fi qada'in au hukmin, wala asitoe maoni juu ya Mtume katika kukidhi jambo ama katika kuhukumu jambo. Mtume asihukumu jambo wala asipitishe jambo ukatoa maoni kwenye alilolihukumu Mtume, kwa sababu alilolihukumu Mtume kisharia huwa ni wahyu min Allahi tabaraka wa taala, hautaki maoni ya watu. Alilolihukumu Mtume kidunia una haki hapo kutia wazo lako, kwa sababu ukitia wazo lako hukutia wazo kwenye ufunuo wa Mungu alomfunulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume kwenye sharia Allah tabaraka wa taala anasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, hatemki ya hawa za nafsi isipokuwa ni wahi unaoteremka. Kwa hivyo linalohusiana na sharia, huna ruhusa akuktarih jambo kwenye kadhaa ya Mtume ama kwenye hukumu ya Mtume. Wala yatajawazu ma ya'muru bihi, kiumbe mja asikeuke mpaka kwa lile aliloliamrisha Mtume, usimame kwenye mipaka hiyo hiyo bila ya kuzidisha na bila ya kupunguza. Wama yanha anhu, na alilolikataza usimame kwenye mipaka hiyo hiyo. Wala yaj'alu li nafsihi, mja asijalie, asifanye nafsi yake iradatan au ra'yan ma khaliqihi, naye pia una irada, una matakwa, una uhuru wa kutaka litakalo, kwamba kwa hili kitaka tafanya, hili kitaka silifanye. Na haya yote yamelenga lile lililopatikana ufunuo wa wahi wa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Hana ruhusa mja kujipa irada na kujipa rai pamoja na Mungu wake. Qala Allahu ta'ala ma kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Angalia hapa, sema haimpasi mu'min mwanamume wala mu'min mwanamke Mwenyezi Mungu na mtume wake apitishapo, ahukumupo au siapo jambo kujipa khiari kwenye amri ya Mungu na mtume. Na mwenye kumwasi Mungu na mtume amepotea upotevu ulowazi na amepotea upotevu wa mbali. Hapana khiari kwa ambalo ni wahi utokao kwa Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Na kwenye tafsiri ya Ibn Kathir asema bal kunu taba'an lahu, nyinyi kuweni ni taba kwa maana nyinyi kuweni ni wafuasi nyuma yake baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Oyo jamaa mwambieni anyamaze. Tayeb, nafikiri ni hao watu wa barazani wanake wana miujiza nao. Tusonge mbele wasitutoe katika laini. Ibn Kathir asema bal kunu taba'an lahu, bali nyinyi kuweni ni taba'an lahu ni kwa kuwa mtume ikiwa ameamrisha, nyinyi acheni amri ya mtume kwanza, kisha nyinyi muweko nyuma ya amri. Msimchangulie mtume, aanze mtume kwanza. Ma'i jamaa, mupo? Tayeb. Kwa hivyo Ibn Kathir asema kunu tab'an lahu, tena fi jami'il umuri, kwenye mambo yote. Hatta, kisha sema hatta yadkhula fi umumi hadha al-adab ash-shar'i, mpaka anaingia katika umumi ya adabu hii ya kisheria.
hadithu Muadh, inaingia hadithi ya Muadh wakati alipopelekwa Yemen. Idh qala lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh hina ba'atha ila al-Yaman, bima tahkumu, wewe utahukumu kwa nini? Akasema bi kitabillahi ta'ala, tahukumu kwa kitabu cha Mwenyezi Mungu aliyetukuka. Amechanguliza nini hapo? Kachanguliza Qur'ani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, fa in lam tajid, usipopata hukumu ya kutoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu. Muadh akasema bi sunnati rasulillah, tahukumu kwa sunna ya mtume, kwa maana tahukumu kupitia kwa hadithi, tahukumu kupitia kwa mienendo ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye alilolinena ama alilolitenda, ama alilolikubali kunenwa mbele yake na kutendwa mbele yake, ikiwa tayakumbuka haya, ikiwa nimekosa hukumu kupita kwa Qur'an. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Muadh, fa in lam tajid, usipopata hukumu kutoka kwa hadithi, usipopata hukumu kutoka kwa sunna ya mtume. Qala radiyallahu an, akasema Mungu amwele radhi, ajtahidu ra'yi, hapo nitajitahidi rai yangu. Manake sikupata Qur'an, sikupata hadithi, tajitahidi sasa hapo rai yangu. Aliposema tajitahidi sasa, ni kwa kuwa atafanya jitihada kwa lile ambalo limendhirikia, kwa sababu pengine kumatakuwa hukumu kwa wale ambao wamewafuatia hukumu, ameitafuta ili awape katika kitabu cha Mwenyezi Mungu asipate, akaitafuta hukumu kwenye sunna ya mtume asipate. Sasa afanyeje? Akamwambia mtume, ajtahidu ra'i, nitajitahidi rai yangu. Sasa kwenye kujitahidi mawili yatasimama, ikhwatal iman, ima kwenye kujitahidi atapata, na ima kwenye kujitahidi atafanyeje? Atakosa. Kwenye kujitahidi kwake na kupata hakukosa kitu kwa Mungu, atapewa thawabu mbili, thawabu za kujitahidi na thawabu za kuyasibu yale masala. Na kwenye kujitahidi, kwenye kukosa, amekosa tu hukumu, hakukosa thawabu, atapewa thawabu za kujitahidi. Kwa hivyo mwenye kujitahidi kivyo vyote kwa Mungu hakukosa lolote. Basi sikiliza mtume sallallahu alayhi wasallam akafanyaje? Asema fadharaba bisadrihi, mtume akakipiga kifua chake, kakipiga kifua cha Muadh. Na hata sahabatu rasulillah, ilikuwa mtume akimgonga sahaba yake, ule sahaba alikuwa akihisi raha kweli kweli ile kugongwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, na ile alipingiki. Wasemaje wewe rafiki yako tu wazungumza naye kisha ukaona mgonga gonga mabega hivi? Yani ni kwamba kuwa wewe umenshiba kweli kweli, na yule mwenye kugongwa gonga una kwamba kwa huwa anipa ihtirami ya hali ya juu, anipa heshima hali ya juu. Wewe angalia hata watu wengine katika kupeana mikono, sisi tupeambiwa tupeane mikono, lakini angalia waweza mtu mwingine ukimpa mkono kisha na akakushika mkono kushoto na akakushika pale, wewe mwenyewe upata hisia kwamba kwa huyu mtu una adabu na mimi ya kiasi gani. Na kuna wengine ukimpa mkono, ukupa mkono hukushika na bega kabisa, hukupa mkono akawa amekushika na bega kabisa, wewe mwenye kushika una kwamba kuwa huwa amenishimu sana, yani wahisi kabisa. Sasa fa kaifa bi rasulillah, mtume sallallahu alaihi wasallam awe atagonga kifua cha sahaba huasikia. Na sikiliza alivyokigonga, alisema nini? Nakumbuka kisa kwenye vita fulani, mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akagua ile gadi yake ya heshima, kikosi chake akikagua kuangalia kimepiga laini sawa sawa, kulikuweko na soldier mmoja kidogo tumbo lake lilikuwa na mitihani, alikuwa yani ametoka katika laini kwa sababu wa kile kitumbo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuzunguka kwake, basi akamgonga, alikuwa ameshika kana kiboko hivi, basi kamgonga kidogo, akamwambia istaqim, yani kwamba lingana, kwa sababu pendo la Mungu kwa wapiganaji ni wale wanaopigana kuelekea maadui wa Mungu saffan, wamepiga laini moja. Ndipo katika swala kukahimizwa sana watu wamesimama amama rabbil alamin, wawe attention kweli kweli. Tumeelewana vizuri sana, isiwe wewe umeatamwanya katika laini za sala
mwenzako akikugusa kidogo ukawarusha miguu kama unaofanya parade, hutaki kuguswa na mwenzako. Ako machezo hayo pia katika msikiti wetu. Umuone mtu pengine yeye ameacha line, yani ukipeleka mguu tu kidogo tu akigusika muona kwamba kwa amerusha au pengine amekigonga. Saa kuna mmoja alimgonga mtoto mdogo hapa na ni nchi nzima, sifikiri kwamba kwa nimesahau. Mtoto mdogo maskini ampelekea mguu, si alingonga bwana hivi ji, ule mtoto pepe kiguu chake kikaruka, anshika mkono kaambia ondoka, muondoke, atakuvunda mguu, hana imani. Tutaweza kweli sisi kupandwa migongo yetu ikiwa tusujudu kuweza kustahimili? Hatuwezi, kwa sababu hatuna imani. Ni wazazi hatuna imani kwa sababu hatujadarisika kwa kumuiga mtume itakiwao, kwa sababu mtume alikuwa ni mlezi wa kushinda walezi. Au aswalisha, si maamuma shekhe, yeye ni imam. Al-Hasan wal Hussein akaja wakamrukia mtume juu ya mgongo wao. Mtume kabana kwenye sijda, na nyinyi kama maamuma, inma ju'ila al-imamu liyutamma bi, imamu amefanywa afuate tu. Akikita kwenye sijda huna right ya wewe kutoka kwenye sijda mpaka upate ishara kwamba kwa amekufa ndo nyinyi mtoke. Lakini twende naye, mtume kazuia sijda kwa ajili ya kuwastarehesha wajukuu zake. Sema sije nikainuka kwa kasi au kwa kukasirika kwa kuwa niko katika sala, kamrusha mtoto kamuumiza, na yeye ana raha yake mwenyewe aiona kwa kunipanda mimi kwenye mgongo. Ndiye mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu tunaofundishwa leo katika suratul Hujurati kuwa na adabu naye. Nikihakikisha kana hata mimi na mwanangu, na wewe una mwana, kama uko katika sijda aje akupande, tamrusha kama punda vile, umrushe aanguke, pengine na hapo katika swala umpitishie na ngoto zui. Tumefahamiana nini? Manake ati amekukosea adabu, amekutoa kwenye laini. Sivyo. Mtume alikuweko katika mimba ana hutubu, na khutba imeshika kasi kweli kweli, mara waona wajukuu zake ukata watu wamfuatia mtume. Manake Al-Hasan wal Hussein walikuwa wampenda mtume, na mtume alikuwa wapenda mno wajukuu zake hao. Basi mtume endelea na khutba, mara yuaja na lakini amevaa kanzu, zile kanzu huzikokota huwachegesha zikiwaangusha. Taarifu mtume kafanya nini? Mtume alikata khutba, alishuka kwenye mimbar, alishuka akaenda akawachukua kwa kukata khutba, kisha akarudi akaja akawaweka hapa akaendelea na khutba. Lakini jambo la kwanza akasema, innama amwalukum wa auladukum fitna. Angalia fitna, watoto ni fitna. Khutba imeshika kasi, imebidi niikate kwa sababu yao, lakini yote ni kwa sababu ya imani na huruma alizokuwa nao mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo kwenye sifa zake zikaja, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim. Sasa mtume huyu aliopewa sifa hizi ndiyo tukaletewa sura ya sharia ya kuchunga adabu mbele ya mtu kama huyo, bilmu'minina raufur rahim. Tayeb, sasa alipongonga istaqim, ule bwana akaichukua hii fursa akamwambia, ujatani ya Rasulullah, umeniumiza, na amelishika tumbo. Subhanallah. Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni yapi sasa nimeyafanya? Akatoa chumbo lake, katoa yani nguo yake, akamwambia, lipa kisasi. Sitaki nende mbele ya Mwenyezi Mungu uende ukanishtaki nimekudunga na nimekuumiza bila kuchukua kisasi. Chukua nafasi yako ya kunilipa. Alilishika, akalinuka lile tumbo. Haya, sasa mbona umefanya hivi? Akamwambia, ya Rasulullah, nilikuwa akili yangu na mawazo yangu kitefuta ni njia gani ambayo nitaiwahi kabla ya kufa iwe hadi yangu ya mwisho ngozi yangu imepambana na ngozi yako, na mmeipata. Wacha sasa tupambane na maadui. Radhi sasa, kwa kuwa lile ndilo litamani Mwenyezi Mungu kanikamilishia. Tuwakamwambia yaishi. Ndiyo huyo mtume ambayo
tumeteremshiwa suratul Hujurat, sisi tuwe na adabu naye. Toi. Baada ya hapo sasa, kwenye hili Mtume SAW alipomwambia Muadh, ukikosa kuhukumu kwa hadithi, Muadh akamwambia ajtahidu rai, mimi nitajitahidi rai yangu kwenye kupata na kwenye kukosa. Fadharaba fi sadrihi, akakipiga kifua chake. Waqala, na akasema Mtume, alhamdulillahi alladhi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi waffaqa rasula rasulillahi lima yurdi rasulallah. Yani alhamdulillahi alladhi, namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye waffaqa rasula rasulillah, alomwafikia mjumbe wa Mungu. Elewa vizuri sasa, mjumbe wa Mungu huu Muadh ni mjumbe wa Mtume alopekwa Yemen. Sasa namshukuru Mungu alomwafiki mjumbe wa Mtume wa Mungu lima yurdhi rasulallah, kwa lile linalomridhi mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Kwa maana Mwenyezi Mungu amemwafikia, kwa maana hivi alivyonijibu atahukumu kwa kitabu cha Mungu, atakichanguliza kitabu cha Mungu. Akikosa ataangalia katika sunna ya Mtume, akikosa atajitahidi amesibu. Hivyo ndivyo itakiwavyo, sir ala barakatillah. Sasa angalia hapa, wanavyoni wasema falgharadhu minhu, lengo lake annahu akhara ra'yahu, ni kwa kuwa Muadhi aliichelewesha fikra yake. Jama, kama mupo, Muadhi alifanyaje? Aliichelewesha fikra yake. Wa nadharahu, na maoni yake aliyachelewesha. Wajtihadahu, na kule kujitahidi kwake kachelewesha. Ila ma ba'da alkitabi wa sunna, kachelewesha mpaka baada ya Qur'ani na hadithi. Maana akasema tahukumu kwa Qur'ani ni hukumu kwa hadithi. Kikosa hapo ndio taichangulia nini, taifuata rai yangu. Kwa hivyo lengo lake ni kuchelewesha fikra yake na upelelezi wake na kujitahidi kwake. Walau qaddamahu qabla albahthi anhuma, sikia wanavyoona wasema, lau Muadh angelichanguliza fikra yake kabla ya uchunguzi wa Qur'ani na hadithi, akaipeleka fikra yake Mtume kumwambia uenda Yemen, utahukumu kwa nini? Akasema ajtahidu rai, tajitahidi fikra yangu. Subhanallah, ingekuwa amenchangulia Mungu na Mtume, amechanguliza fikra yake mbele ya nani? Mbele ya Mungu na Mtume. Na aya ya kwanza inasema ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, enyi mlioamini msichangulize neno la yoyote mbele ya neno la Mungu na Mtume. Lakana min babi taqdim, na kama Muadhi angelichanguliza rai yake ingekuwa ni katika mlango wa kuchangulia mbele ya Mungu na Mtume kwa kuichanguliza fikra yake. Tayib. Na katika tafsirul Maraghi vile vile kasema fatarahu, akairudia nukta hii ya Muadh, asema fatarahu, utamuona Muadh qad akhara ra'yahu wajtihadahu, ameichelewesha rai yake na kujitahidi kwake, ila ma ba'da alkitabi wa sunna, mpaka baada ya Qur'ani na hadithi. Walau qaddamahu, lau angelitanguliza rai yake, lakana minal mutaqaddimina baina yaday Allahi wa rasuli, angekuwa ni katika jumla ya wale ambao wamenchangulia Mungu na Mtume, kutanguliza fikra mbele ya fikra ya Mungu na fikra ya Mtume, ama neno la Mungu na Mtume. Ndipo Ali bin Abi Talha kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu asema hivi kuhusu hii aya ya kwanza ya suratul Hujurat: la taqulu khilafa alkitabi was sunna, musinene kinyume na Qur'ani na hadithi. Musinene kinyume na Qur'ani na hadithi. Qur'ani ilivyopitisha na hadithi ilivyopitisha, kunu taba'un lahuma, nyinyi muwe ni taba, ni baada ya viwili hivyo kuchangulia, lakini musiseme kinyume na Qur'ani na hadithi. Na Al-Aufi akasema Nuhu, hapa wamekatazwa watu an yatakallamu baina yaday kalamihi, kunena mbele ya maneno yake. Kwa hivyo ina maana pia muko kwenye kikao, usiwe mwenye kutangulia kwa lolote mbele ya Mtume. Muate Mtume mwanzo achangulie, wewe uwe ni taba.
Mujahid ni katika wanavyoni wa tafsiri, naye asema la taftatu ala rasulillahi bishay, musifutu juu ya mtume kwa chochote. Musitoe fatwa mbele ya mtume, isiwe fatwa yako ni ya mbele kabla mtume hajafanyeje, hajafutu. Muache yeye. Kuna na mengine makubwa zaidi ndugu zanguni, ambayo yamekusanywa kwenye adabu hizi zilizokusanywa kwenye sura hii. Usilete fatwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kabla yake yeye, mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe akushirie. Ikiwa una kumbukumbu ya jambo ulitoe, hapo huingii katika hii hukumu. Usifutu mbele ya mtume hatta yaqdi Allahu ta'ala, mpaka Mwenyezi Mungu atoe hukumu ala lisanihi, kwa ulimi wake. Ndipo ukaona hata mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo bado wahi haujakuja kutoka mbinguni, alikuwa pia mwenyewe hajasiri kuleta fatwa. Kwa nini? Akileta fatwa itakuwa yeye pia amemtangulia nani? Amemtangulia Mwenyezi Mungu, na ni mwanzo Mungu kisha yeye, kisha yetu yawe nyuma ya mawili hayo ama ya wawili hayo. Waqala al-Dhahhak ni katika wanavyoni wa tafsiri, naye yasema la taqdu amra, musiji mukahukumu jambo duna Allahi wa rasulihi min shara'i dinikum, nyuma ya Mungu na, yani mbele ya Mungu na mtume katika sharia za dini yenu. Wacha Mungu na mtume atangulie, kisha nyinyi muweko nyuma ya hayo. Sufyanu Thauri naye sikiliza asema hila tuqaddimu baina yadi Allahi wa rasuli biqaulin wala fi'lin, kwa neno wala kwa tendo. Usinene lolote mbele ya Mungu na mtume, usichende lolote mbele ya Mungu na mtume. Al-Hasanul Basri naye asema la tad'u qabla al-imami. Umeona hapa sasa, kwa kuwa ni funzo, Hasanul Basri akasema musiombe kabla ya imamu. Ina maana kwamba kwa imamu kiongozi naanze yeye, ni tafsiri yake. Alaysa kadhalik, kwa kuwa hapa huyu ni kiongozi kawekewa sharia hii, basi usiombe mbele ya imamu. Na imamu kiongozi, imamu ni imamu wa swala, lakini hizi ni adabu khasa zinazomhusu nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kauli tumeiweka aliyoisema Hasanul Basri. Qatada naye kasema dhukira lana, tulitajiwa sisi, anna unasan kanu yaqulun, kwamba watu walikuwa wakisema lau unzila fi kadha kadha wa kadha, au lau sunia kadha, lau kingeteremshwa kadha kwa kadha, lau hili likawekwa pale. Yani maoni ya kutaka ile fikra anaoisema mtu iwe ni yenye kuchangulia. Asema Qatada fakariha Allahu ta'ala dhalika, Mungu akalitukia hilo, wataqaddama fi, akachangulia kwenye hilo. Kuchangulia vipi? Kwanza lije la Mungu na la mtume, kisha hapo ndio uangalie fikra yako. Hani maneno ya Qatada. Sasa angalia, kisha Ibn Kathir naye asema Mwenyezi Mungu kaifunga aya kwa kusema wattaqullah, na mumche Mwenyezi Mungu, fima amarakum bihi, kwa hili analoamrisha. Analoamrisha ni hili ambalo adabu ipatikane mbele ya mtume. Inna Allaha sami'un liaqwalikum, kwa maana Mungu anasikia maneno yenu. Alimun, ni mjuzi, biniyatikum, kuzijua nia zenu. Hata nia yako ulonayo Mungu akujua. Nia yako ulonayo iwe mbovu kwa mwenzako, ni mwenzako haijui, atakuhukumu dhahiri. Lakini nia yako njema ama mbovu kwenye lolote, Mungu wako alijua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Mwenyezi Mungu ajua mpaka khiana za macho. Ukamsengenya mwenzako kwa macho tu, ulonsengenya hakukuona, lakini Mungu amekuona. Tena Mungu amejua ishara uliyoitoa kwa yale macho yako, umesema nini kumhusu huyo jamaa. Alaysa kadhalika, Mungu ajua. Kwa hivyo mtu asifanye mchezo. Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa nia zenu. Kwa hivyo hizi adabu kwa maana zitachungwa, kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maneno yenu anayajua, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakiwa muogope kwa lile ambalo amewaamrisha. Tayeb,
Qurtubi kwenye kitabu chake cha tafsiri. Na yeye kwenye aya hii, sikilizeni makala yake, asema hii Mungu kusema la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasulihi baada ya ayyuhalladhina amanu, asema la tuqaddimu qawlan, musichangulize neno, wala fi'lan, wala kitendo, baina yaday llahi, mbele ya neno la Mungu, wa qawli rasulihi, na neno la mtume wake, wa fi'lihi, na kitendo chake mtume, musichangulize. Fima sabiluhu, katika jambo ambalo njia yake, antakhudhu anhu min amri din, ni nyinyi kuchukua kwake kutokamana na mambo ya dini, wa dunia, na mambo ya dunia yote chuchukue kutoka kwa mtume. Wa man qaddama qawlahu, Qurtubi asema mwenye kutanguliza neno lake, au fi'lahu, ama akatanguliza kitendo chake, ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, mbele ya mtume, yani neno lako kitendo chako kikawa ni mbele kabla ya neno la mtume ama kabla ya kitendo cha mtume, faqad qaddamahu ala Allah ta'ala, pia ametanguliza lake mbele ya Mungu. Lianna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Qurtubi asema kwa sababu mtume, rehma na amani zimshike yeye, inma ya'muru an amri Allah azza wa jalla, hutoa amri ya kutokamana na amri ya Mungu, kwa kuwa Mungu ndio humuamrisha aamrishe. Sasa Mungu akitoa amri ya kumpa mtume, ndio hiyo amri mtume huitoa akafanyaje? Akatupa sisi. Kwa hivyo itakuwa umenkosea adabu Mungu na umenkosea adabu mtume ukilitanguliza neno lako ama kitendo chako. Kama idha uridat mas'ala, akapiga mfano. Qurtubi asema kama yakitokea mas'ala ya kidini, fi majlisihi sallallahu alaihi wasallam, kwenye baraza lake, kwenye kikao chake, mtume amekaa, mara kukazuka swala la kidini, la yasbiqunahu biljawab, hawatakiwi walokaa kwenye kikao hiko wanchangulie mtume kwa kujibu. Hakuna limeulizwa swala mbele ya hadhara ya mtume, wewe utake kujibu mwanzo kabla ya kujibu nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakapiga mfano. Qurtubi kasema wa idha hadhara at-ta'amu, na kikihudhuria chakula kikihudhuria na mtume yuko, la yabtadiuna bil akli, hakuna ruhusa wala siadabu wachangulie wao kula kabla hajachangulia nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa idha dhahabu ma'ahu ila makanin, na wanapoenda na mtume pahala popote, la yamshuna amamahu, hawafai kwenda mbele ya nani? Mbele ya mtume. Ni lazima mtume aweko mbele, wao waweko nyuma. Sikilizeni adabu hizo. Wanahwa dhalika, na mfano wa hayo na mengineyo yoyote. Ina maana hata katika safari, uko katika safari, hakuna ruhusa kumchangulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni maneno ya Qurtubi katika tafsiri yake. Al-Baydawi naye asema maana la taqta'u amran kabla an yahkuma Allah wa rasuluhu bihi, musikate jambo kabla ya Mungu na mtume hajahukumu. Nyinyi andameni lile ambalo lishakatwa na Mungu na mtume sallallahu alaihi wasallam, musiwe nyinyi ni wenye kuwachangulia hao. Shinkiti katika tafsiri yake anayasema waqad awdahna hadhihi, tumeyaweka wazi haya, bil ayati alqur'aniya, kwa aya za Qur'ani, bikathra, kwa wingi, fi surati shura, katika suratu shura, fil kalami ala qawli llahi ta'ala. Kwa nini lichangulizwa hili neno la Mungu aliyetukuka? Shinkito yasema tumeweka wazi kwa aya nyingi zinazoweka wazi aya hii ya kwanza katika suratul Hujurat. Ni kama Mungu kusema wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah, kile munachokhtalifiana kwa chochote na kwa lolote, hukumu yake iko kwa Allah. Kwa hivyo ikiwa hukumu yake iko kwa Allah, linalofaa kuchangulizwa ni hukumu ya Mwenyezi Mungu. Ni aya ya 10 katika suratu Shura, na katika suratul Kahfi fil kalam ala qawlihi ta'ala wala yushriku fi hukmihi ahada, na hashiriki kwa hukumu yake kumshirikisha mwingine yoyote. Kwa nini kusema na hamshirikishi kwa hukumu ya Mungu yoyote mwingine? Ina maana haichangulizwi hukumu ya yoyote mwingine mbele ya hukumu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hukumu ya Mwenyezi Mungu ndiyo hukumu ya sawa. Inil hukmu illa lillah, haikuwa hukumu isipokuwa ni ya Allah, na hukumu ya Allah ni ya sawa, yaqussul haqa wa huwa khairul fasilin.
anaisimulia haki kwa usawa na ni mzuri wa ufafanuzi. Ndio ukaona hukumu iliyotolewa na Allah tabaraka wa taala ni hukumu iliyopata ufafanuzi mzuri sana. Ni aya ya 26 katika suratul Kahf. Tayeb, kisha akasema la tataqaddamu amama Allahi wa rasuli, musichangulie mbele ya Mungu na mtume, fataqulu fi shay'in, mukaja mukasema jambo bighairi ilmin, bila ya ujuzi, wala idhni min Allahi, na bila ya idhini ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hufai wewe hata katika hukumu kutoa hukumu ya jambo iwe ni hukumu uliyoitoa wewe, kwa sababu ni hatari ya kwenda kuhalalisha kilichoharamishwa ama kuharamisha kilichohalalishwa. Wa hadhihi al-ayatul karima, na aya hii tukufu, fiha tasrihu, ndani yake pana uwazi, binnahi ani taqdimi baina yaday Allahi wa rasuli, katazo la kutanguliza neno mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa yadkhulu fi dhalika dukhulan awwaliya, huingia katika hilo tena kuingia kwa namba ya kwanza, tashri'u ma lam ya'dhan bihi Allah, kuweka sharia jambo ambalo Mwenyezi Mungu hakuidhinisha, wa tahrimu ma lam yuharrimhu, na kuharamisha kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakukiharamisha, wa tahlilu ma lam yuhallilu, na kuhalalisha ambacho Mungu hakukihalalisha. Kwa nini? Li'annahu la harama illa ma haramahu Allah, hakuna cha haramu isipokuwa kile alichokiharamisha nani? Mwenyezi Mungu. Hana jukumu mwanadamu. Wala halalan, wala hapana halali illa ma halahu Allah, isipokuwa kile alichokihalalisha Mwenyezi Mungu. Wala dina, na hakuna dini illa ma shara'ahu Allah, isipokuwa ile aliyoiwekea sharia Mungu. Basi ukenda katika mfumo huu utasimama kwenye adabu kamili ya sura hii tuliofunzwa na Allah tabaraka wa taala. Maneno ya kumalizia aya hii ni neno la Tabari katika tafsiri yake, na yasema la ta'jalu biqada'i amrin fi hurubikum, musifanye haraka ya kupitisha jambo kwenye vita vyenu. Ina maana hata katika vita vyenu acheni Mtume sallallahu alayhi wasallam kwanza apitishe amri kwenye vita vyenu, au dinikum, au kwenye dini yenu, kabla an yaqdi Allahu lakum fihi wa rasuluhu, kabla Mwenyezi Mungu akuwakidhia nyinyi na mtume wake. Fataqdu bi khilafi amri Allah, musije mukahukumu kinyume na amri ya Mungu, wa amri rasulihi, na amri ya mtume wake, yani bidhalika fil qital. Hilo la maanisha mtu katika vita, yani watu wako katika vita, vile vile muache mtume aamrishe mwanzo ikiwa ni wahi, ama amri ije kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kutokea katika vita ikawa si wahi, hapo itakubalika maoni yako yachangulie, kwa sababu hayahusiani na ufunuo wa Mwenyezi Mungu. Mkana pale Mtume SAW katika vita vya Badr kapiga kambi pahala ambapo kidogo palikuwa pana wasiwasi. Swahaba kwa adabu za hali ya juu, kwa sababu kweli hii sura iliwafundisha sahabatu Rasulillah. Mmoja akaenda kwa Mtume akamwambia, pahala hapa tulipopiga kambi ni amri na wahi utokao kwa Mwenyezi Mungu, ama ni fikra zako tu na mbinu zako za kivita ya Rasulullah? Mtume akamwambia, ni fikra zangu tu na mbinu zangu za kivita, na maoni yangu naona tupige kambi hapa. Kwa hivyo si wahi utoka kwa Mungu. Mtume akamwambia, si wahi utoka kwa Mungu. Basi kama si wahi, mimi nakuomba tuondoshe jeshi hapa, hadisilihi sisi kuweko hapa, tupige kambi pahala kadhaa, hapo tutapata maji, tutatumia maji, na hapo inshallah tutawaghilibu makafiri. Mtume akamwambia tuondokeni. Kwa nini Mtume kuondokeni? Kwa sababu ulikuwa si wahi utoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume hapo akafuata fikra yake, fikra ya huyu bwana ikatangulia, kwa sababu ilikuwa mambo ya mbinu za kivita. Lakini kwenye hivyo vita, ikiwa pahitajika ni amri itoka kwa Mwenyezi Mungu kwenye mambo fulani ama ni wahi, hana ruhusa mtu kutia maoni yake, wala hana ruhusa mtume kutanazali kwenye fikra ya mwingine. Kwa nini? Kwa sababu yakipitika hayo itahisabiwa kwamba kwa mtu kumchangulia Mungu na mtume
ambapo kumekatazwa katika aya ya kwanza ya suratul Hujurat. Akasema yani bidhalika fil kitab wa kana min umurihim, na ilikuwa katika mambo yao masahaba, la yasluhu an yuqdha illa bi amrihi, haisilihi kuhukumiwa isipokuwa kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ma kana min shara'i dinihi, yale ambayo yamekuwa katika sharia ya dini yake. Vile vile katika kitabu Maalimu Tanzil asema hila tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi, ni kwa kuwa musichinje kwenye udhiya, musichinje kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuchinja. Angalia, haya yako katika tafsirul Baghawi al-musamma bi Maalim at-Tanzil. Asema la tadhbahu qabla an yadhbaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, musichinje kabla Mtume sallallahu alaihi wasallam hajachinja. Kwa nini ilitokea hivyo? Asema mwenye Baghawi, wadhalika anna nasan dhabahu qabla salatin dhabahu qabla salati nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kwa watu waliwahi kuchinja kabla ya swala ya Mtume. Katika Eid al-Adha, kati ya ibada mbili hizi, kuswaliwa na kuchinjwa, linalochangulizwa ni lipi jamani? Naam, kwanza ni swala kisha ndio kuchinjwa, ndivyo sivyo? Kwa hivyo watu swali Eid kisha ndio wakaenda katika nini? Katika masala ya kuchinja. Sasa hapa mwenye Maalimu Tanzil asema watu walichinja kabla ya swala ya Mtume, ina maana walichanguliza kuchinja udhiya kabla ya salatul Eid. Fa amarahum an yu'idu dhabha, Mtume kawaamrisha wakirudishe tena kuchinja, kwa sababu kile hakikuhesabiwa ni kichinjo cha udhiya, kama ambavyo yeye Mtume kasema inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya, cha kwanza ambacho sisi twafaa kuanza nacho kwenye siku yetu hii kwanza ni kuswali. Thumma narji'a fananhara, kisha turudi, kwa maana tutoke kwenye makawanja tuchinje. Faman fa'ala dhalika, mwenye kufanya hivyo. Vipi? Mwenye kuswali mwanzo kisha akaenda akachinja udhiya, faqad asaba sunnatana, mtu huyo hakika ameisibu sunna yetu. Mtume kasema hivyo. Wa man dhabaha qabla an nusalliya, na mwenye kuchinja kabla hatujaswali, fa inna ma huwa lahmun ajjalahu li ahli, ni nyama hiyo ameichanguliza kwa familia yake. Laysa minan nusuki fi shay, hana chochote huyo katika sunna. Sasa Mtume akaliposema hivi, kuna watu walochanguliza kuchinja kabla ya swala, ikawa itakuwa hii pia ni uchangulizi wa suala la kuchinja kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoweka miongozo. Kwenye aya hii ya kwanza katika sura tuliyoanza leo kuitafsiri, mwanachuoni mkubwa afunga maneno kwenye hili kwa kumlenga Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba kwa yeye kwenye mafunzo hali yake ilikuwa hivi. Mtume alikuwa hatoi jawabu ya jambo kabla ya wahi. Kama jambo halina wahi, alikuwa hajasiri Mtume kujibisha jambo, na dalili ya hilo, hakuwa mwepesi Mtume wa kuleta fatwa ya kisa cha Khulatu bintu Tha'laba na mumewe Aus ibn Samit kwenye kisa cha dhihar ambacho kiko katika Qur'ani tukufu. Hakufanya fatwa ya haraka, kwa sababu lilipotokea ule mtu mzima alikuwa ni mtu mzima matata, Aus bin Samit, ambapo katika tafsiri imetajwa kwamba alikuwa ni maneno yake ni mengi, tena maneno yake ilikuwa kidogo ni maneno ya mitihani kwa mkewe, kana ambavyo haya yako kwetu sisi pia tuna maneno ya mitihani kwa wake zetu, maneno ya kutupatupa, maneno ya kumbiriambiria, maneno ya kitalaka kisha tukarudi tukalia. Hizi ni kadhia ambazo sisi pambana nazo. Mtu hulewa kisha akamwacha mke wake, kisha akasema nimemuacha kwa hasira. Hii si dini yako, si dini yako, hii dini ya Mungu. Au legiati handasa zimekupanda kisha umwache mke wako, kisha useme kwamba kwa nilikuwa sijifahamu. Alokuondosha fahamu nasi wewe mwenyewe. Kwa hivyo talaka haikupita.
Kwa hivyo mimi naweza kusema hapa na Mungu shahidi, majumba mengi ya Waislamu wazinifu huzini. Kuna watu wamemaliza talaka 3 na huipondeana tu, wallahi billahi, na wamekaa katika Ramadhani, hufungwa, hupikiwa na futari, achi nini na talaka 3 zimeisha. Lakini ni watu hawataki dini na hawataki kuambiwa, na wakiambiwa wao humwangalia yule aliyesema, maadamu alosema fulani mimi sina haja nao. Kuna uzinifu majumbani, kuna uzinifu mkubwa sana majumbani. Wanavyoni wamesema ile hasira ambayo mtu akitoa talaka huhisabiwa talaka haikupita, ni hasira ya kufikia kiwango ukija kwenye hali yako ya kawaida, ukiulizwa ulioyasema hayapandi, ndio ambiwa hapo talaka haikupita. Wallahi alladhi rafa'a samaa bila amad, ni fatwa kali ya msimamo mkali ya wanavyoni. Mtu atakaye kuonyeshwa niko tayari kumuonyesha, lakini si hasira ulinenalo alielewa, uelewa ulinenalo, baada dhalika kusema kwamba mmemwacha kiasira, talaka imepita shehe, kwa sababu kwamba nimekuacha na natoka nenda zangu kwenye shughuli zangu, nikirudi kutoka kwenye shughuli zangu nikukute ushaondoka kwenye nyumba. Watakonambia una akili imefinikika kwa hasira hapo? Jamaa, wewe wamwambia mke wako, nieleweni sana, hama matatizo ya masala ya talaka hutuchatiza sisi ndio wenye tabu kwenye hayo. Wewe mwambie mke wako, nimekuacha bwana, nimekuacha tena, mimi natoka nenda zangu kwenye kibarua changu, nikirudi time zangu za jioni nsikukute nyumbani. Kweli hizo hasira ya kuitoa talaka imefinika akili yako? Mbona umenena natoka nenda kazini na nikirudi jioni nsikukute? Ina maana uko normal wewe shehe. Ni hasira tu zile za kinini, hasira ambazo ukimwacha mke huwa mke hakuachika. Ni hasira akili hufinikika, usichambue ulinenalo. Lidhalika nakul, mwanisikia na walioko majumbani wanisikia, billahi pana uzinifu majumbani. Na lugha hii nikitumia nyinyi usema ni lugha kutukana. Nyinyi huata wakati mwingine talaka 3, baada ya kuata talaka 3 mkarudi mkalia madirishani. Kwa nini ulie na ulikuwa hufa kwa ule mwanamke, na kwa nini wewe mwepesi wa kumwacha? Lakini juu ya yote haya ni matatizo yako majumbani, yatakiwa yarekebishwe. Na kurekebisha, njooni musikize kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mimi acheni hizi sura zangu, hii msinitazame kama hata toa katika akili yako kwamba kuane nao. Wewe sikiliza kile kitabu cha Mwenyezi Mungu. Zile chuki zako na ukorofi wako ulionao nini kwangu, wewe baki nao tu, lakini wewe kisikilize kitabu cha Mwenyezi Mungu ili upate kusilihisha nyumba yako. Lakini ikiwa hapa nkupigana tarbini kwenye meza ya uchunguzi kwenye swala la nikaha, aktharul muslimin yaznun, wengi wa Waislamu wanazini jamaa, wanazini. Tayib, tufunge kikao chetu. Mtume Muhammad kwa huyu Aus bin Sabit alokuwa na maneno machafu, siku moja mke wake yuwaswali, akakaa kwa nyuma yake anamtazama na akawa anampima sehemu za kiuno. Sasa angalia tabu, ni mke wako, tabu hiyo ya nini yote? Sasa akawa humtazama na mtu huswali. Alipotoa salamu akamwambia hai tuende na kutaka, akawa anataka kitendo. Sasa lilinkasirisha ule mke, akamwambia tabia yake sijui uko vipi umume, mimi uswali kumbe akili yako iko pale. Angalia wachoni wa shetani. Sala jamani, hao ni mke wako. Wakati wowote waambiwa hata waweza kumfunguza saumu, si kumfunguza saumu ya Ramadhani, saumu ya sunna. Si haki mwanamke kufunga mke wake mumewe akiwa mjini, kwa sababu aweza kuchemka. Akichemka wakati wowote, dume likichemka huwa halisikidhi la adhana chembelecho, hasikidhi la adhana, hataki maneno, hataki matendo. Tena huwa jambo alitaka ni halali yake, lakini akajichia hasira, manake amechegesha. Sio kamwambia huyu mwanamke pengine akasirika kulingamana na hichi kipindi kile, mwambie tu ndako, wala hupingwi. Usikeuke mpaka tu, usitake
ukamwote huko katika rukuu, mara nao huchegesha, hapo itakuwa hakuna ni ukosefu wa adabu hapo. Sasa huyu bwana akantaka baada ya kutoa salamu, akamwambia sitaki, umefanya tabia mbaya wewe, mimi waswali we mambo yako ni hayo tu. Basi moja kwa moja naye akasema, na utakaporudi nyuma kunitaka sasa, itakuwa mimi kulala na wewe kama kulala na mamangu. Yamekujaje? Ni yapi alokufikisha hapo? Na ukitaka sasa kikuingilia kama kumuingilia mamangu. Ule mwanamke ajua kwamba kwa mtu akisema hivyo huwa talaka kabla ya kushusha sheria ya talaka. Basi ambia usinikurubie tena mpaka tupate fatwa kutoka kwa Mtume. Twaja hapo sasa. Sasa huyu mwanamke akawa anakariri kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia mume wangu amenambia kadhaa, kanambia kadhaa, kanambia kadhaa. Je, kumetoka hukumu yoyote? Mungu kashusha lolote kuhusu jambo langu hili? Mtume kamwambia rudi nyumbani, hakuja taarifa yoyote kutoka mbinguni. Mupo jama? Hakujasiri Mtume kutoa nini? Kutoa hukumu. Sema la, bado hakujazungumzwa lolote kuhusu kesi yenu. Sasa ule mwanamke akawa na wasiwasi kwamba mimi kirudi nyumbani ule nzee namjua mimi mambo yake, isije akafanya tabu na mimi mwanamke pengine akatumia nguvu zake, ikiwa itakuwa amekuwa na wasiwasi, ndio akawa hatindiki kikwetu ile barabara huenda kurudi ya Rasulullah. Sasa sharia, subhanallah, hawa ndio mamama wa kuigwa. Angalia hapo, yuwakariri kwenda na kurudi, ataka nini? Atakala sharia na atakala dini. Lakini wanawake wetu sasa hujua kwamba kuwa nimeatwa hii talaka imeisha, lakini mume akwambia wewe bwana sema ni ya pili, na mwanamke akasema ni ya pili. Wewe haki ya Mungu unataka uwekwe seli wewe sheikh, kama kuna mahakama ya Kiislamu? Achumkave mume wako sema ni ya pili kweli, na kumbe pengine si ya pili nda 10. Ni kweli shekhe, watu wa Magati mimi mmepata taarifa kwa wengine tu wajuao, billahi wameata talaka karibu 100, hata talaka 3 100, lakini bado wamo tu waketidhie tu, bado tu mpaka vafe kichandani, bado tu hamuna ndoa nyinyi jama. Hii ndio tabu iliyoko na ndio mujtama ukazorota. Lakini angalia huu mwanamke wa shani hapo, hii ikihisabiwa talaka katika maono yao, lakini ilikuwa sio sharia ya talaka imepangwa kwa utaratibu wa nidhamu. Lakini akasema nani hanigusi mpaka mpate fatwa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mkubali hualale na mimi ama sikubali. Subhanallah, laiti tungepata wanawake sampuli hiyo, wallahi dunia ingenawiri zaidi. Manake maasiya yangepungua sana. Kila mmoja una hadhari asimwasi Mungu. Akaenda kwa Mtume mpaka ilipoteremshwa sharia sasa, na hii sharia ya muhusu Khawla bintu Thalaba. Mungu kwanza, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, kwanza sura ikaanza hivyo, hakika amemsikia Mwenyezi Mungu yule ambaye anakujadili wewe Muhammadi kuhusu mume wake. Kumbe ile picha yote yatazamwa mbinguni. Umeona kwamba kwa Mungu hafichiki na jambo lolote. Ile kadhia tarbini za Allah tabaraka wa taala zinantazama Khola, zinantazama na Aus bin Sabit, na anasikia ule mjadala unaoendelea kati ya mwanamke na Mtume. Mwanamke atakale sheria, mbingu zinatazama. Baada dhalika iliposhuka sharia, kwanza ikamuhadithia kwamba muwe na yakini kwa kusema qad samia, kwamba mulinenalo mulitendalo ulinzi wa Mungu ni mkali. Mwasikika qad samia Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma. Zikenda aya mpaka kueleza wale wanaowafanyia dhihari wake zao kwa kuambia wake zao kulala na wao kama kulala na mama zao, kisha wakataka kurudia walioyasema. Mtu amemwambia mkewe hivyo na ataka kurudi kulala na yeye, kabla hajalala na yeye kwanza amwache mtumwa huru. Asipompata mtumwa wa kuacha huru kabla hajalala na yeye, afunge miezi 2 mfululizo. Kama hawezi kufunga miezi 2 mfululizo kabla hajalala na yeye, awalishe maskini 60. Hiyo ndio adabu. Ili ibaki ni adabu,
mwingine asifanye tena. Kwa hivyo huchangulizi tendo kabla ya kulipa kafara. Zikateremka hizi aya, ikawa sasa ni sheria ya kila mwenye kufanya dhihari lazima apitie hapo. Sasa Ibnul Qayyim al-Jawziyya katika Alamul Muwaqqi'in ndipo akasema hivi kwa riwaya ya Wahab Malik, asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imama al-muslimin, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni imamu wa Waislamu, kwa maana kiongozi wa Waislamu, wa sayyid al-alamin, na ni mtukufu wa walimwengu. Yusalu ani shay'i, akawa huulizwa jambo, fala yujibu, asijibu, hatta yaatiyahu alwahyu minas samaa, mpaka umjilie yeye wahi wa kutoka mbinguni. Kisha akasema fa idha kana rasulu rabbil alamin, ikiwa mjumbe wa mlezi wa walimwengu, la yujibu, hajibu anapoulizwa, illa bilwahi, isipokuwa wahi utoke mbinguni, wa illa, kama hakuna wahi utoke mbinguni, lam yujib, hajibishi, basi itakuwa faminal jur'ati al'azima, itakuwa ni ushupavu mkubwa sana. Ijabatu man ajaba biraihi, mtu kusimama kujibu lolote kwa fikra yake bila kutazama kitabu, bila kutazama sunna ya Mtume, au qiyasin, au kupitisha vitu tu kwa kiasi chake, au taklidi man yuhsinu bihi dhann, ama kumfuata yule ambaye anadhana mzuri kwake, au urfin, ama kufuata mambo tu ya kiada, tabia yetu sisi tukiinukia ni haya, basi tuwafuata hawa kwa tabia hii, au adatin, ama kumfuata mtu kiada tu si kidalili, au siyasatin, ama kumfuata mtu kwa janibu za siasa, mwana siasa wangu huu ni nzuri wa siasa, basi unchangulize tu na kumfuata tu, au dhauqin, ama kumfuata mtu kwa dhauqi, kuwa na ulimi mzuri tamu wa kunena, au kashfin au manamin, au kwa ufunuzi ama kwa kulala. Manake kuna watu wengine hutaka kujenga hukumu ya sharia ya jambo kwa walioyaona usingizini. Watu huona mambo usingizini, yale walioyaona usingizini wakataka kujengea nini? Kujengea sharia. Na hatuwezi kujenga la dini kwa ulioyaona kwenye usingizi, kwa sababu alolala hana akili, hufanya mengi yeye mwenyewe, akapichikiwa na mengi yeye mwenyewe, akapiga kelele pengine usiku hupigwa na hapigwi na yoyote, na akapiga kelele za uoneji wa raha na hana raha anayoona, ni adghathu ahlamin tu zimentatiza kwenye ndoto zake. Sasa wewe hivi sasa ukenda katika usingizi, mara ukitamaki katika bustani lile likawa linapita chini yake mito mbele yake hivi, ukanawiri, ukaona raha, ukawa hutaki kupambazuki wala hutoki kwenye usingizi, basi ukiamka wewe moja kwa moja utajengea hukumu ya kwamba kuwa ana fil janna, mimi hukumu yangu taingia peponi. Utajengea hukumu hiyo? Huwezi kujengea hukumu hiyo. Kwa nini? Kwa sababu mambo yamepitika kwenye ndoto. Pengine utatoa tu, nimeona ndoto mzuri, na iko ndoto mzuri aloizungumza Mtume, uionapo uhadithie watu, waambie watu, jana nilikuwa katika bustani shekhe, kitaka maziwa hayo, juisi za kila aina, sijaonapo mambo tamtam shekhe, kawa sitaki nishtuke, lakini mara kasikia matarakasho apaka kwenye mabamba, kashtuka. Wallahi laiti ingeenda hii ndoto, hutaki kutoka kwenye usingizi. Sasa hilo umeliona kwenye ndoto tu, hutaki kutoka kwenye ndoto, ina maana pepo hutataka kabisa kutoka, itembee ili uipate. Hadithia watu ndoto mzuri, lakini useme ana min ashabil janna, ana min ashabil yamin. Kwa nini? dakhaltul janna albariha, kuntu fil manam wa kuntu fil jannati alfirdaus nuzula. Fanya kazi uipate pepo. Wengine unaweza mathalan ukaona adhabu, ukaadhibika mpaka ukawataka kutoka kwenye usingizi, lakini ikawa haiwezekani. Ukawa umeshikwa pengine na uko kwa TSS Tower ile, watu wawili maadui zako watu wamekishuka miguu, na wewe ukawa hivyo ukapiga kelele shekhe, kelele ukaamsha watu wetu.
nini wewe shekhe? Nini? Umetuamsha sote shekhe. Ngoja kwanza tawaambia. Ngoja kutole kisa kimoja. Time zaenda. Kuna jamaa mmoja, wallahi la, na mimi nimefunga. Kuna jamaa mmoja alikuweko katika ndoto. Sasa akijishtukia yuafukuzwa na majibwa. Sasa yeye, sitaki, ngoja nene wazi, walikuwa maustadhi wawili. Tulikuwa kwenye nyumba moja, mimi pia nilikuweko kwenye hiyo nyumba, lakini mimi nimelala mbali na wao wakalala mbali. Na sisi tulikuwa tuna desturi, tukilala rumu moja, ukishtuka ukisikia mwenzako piga kelele, kutoka ukaenda rumu nyingine. Manake tukileo tuna itikadi akimwacha huyu atakuja kwangu. Sasa wale mashekhe wawili wakawa wako kwenye kitanda kimoja, kisha wakawa wameifungua na neti. Sasa mmoja akaanza kubanika. Sasa katika kubanika akahusukuma miguu ile, akamshtua huyu jamaa. Huyu bwana wa pili akashtuka, mbona huyu bwana unipiga kwa mateke kinamna hii? Sasa huyu katika kumuokoa humuamsha. Ili kumuamsha ndio akazidisha kasi ya kusukuma mateke. Ile neti akaifanya ndara. Mara akashtuka. Nini? Ndio humhadithia. Ustadhi mwingine humhadithia mmoja, akamwambia hapana, nilikuwa nafukuzwa na majibwa wawili vile nilivyokuwa kisukuma mateke. Sasa pale wewe ulipokuwa hunishika, mimi ilikuwa ni wale majibwa ndio hunishika nini? Wamenishika mguu. Wallahi yule ustadhi wa pili alikula mateke usiku huo shekhe. Sasa ni ndoto hizi. Huwezi kuijengea hukumu ukasema kwamba mimi nilikuwa katika watu wa motoni, basi adhabu yangu kwanza katutumishiwa mijibwa. Huwezi kuijengea nini? Kwa sababu ndoto nyingine ni adghathu ahlam. Sasa wewe usijengee hukumu kwa ndoto unaoiona au kupendekeza jambo au lingine lolote. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jambo hajapata ufunuo, alikuwa akingoja ufunuo ukija akitoa fatwa. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwenye aya ya kwanza ya suratul Hujurat atuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli, musichangulize neno lolote mbele ya neno la Mungu na mtume. Wattaqullaha, na mumche Mwenyezi Mungu, inna Allaha samiun alim, hakika Mwenyezi Mungu ni msikizi, anasikia maneno yenu. Alimun, ni mjuzi wa kujua nia zenu. Insha Allah biidhnillah kesho tutaingia kwenye aya ya pili, na ni kuhusu adabu ya kuinua sauti mbele ya mtume. Sauti yako kuwa juu ya sauti ya mtume. Mwenyezi Mungu katufundisha nini? Tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwafikie kwa haya insha Allah. Kuna swala? Yasiwe mengi maswala kwa sababu ya wakati. Naam, swala ya kwanza ndugu yangu. Naam. Alaikum salam. Kuna situation kidogo. Swali lenyewe ni hivi. Kuna msichana mwingine alitaka kuolewa. Naam. Alafu alipooa alikwenda kwao. Naam. Akakubaliwa kuoa. Naam. Akakubaliwa kuoa. Sasa wakati walikaa ikafanyika. Ule ustadhi akamwita kakake ule kijana akamuoza yule bwana harusi kwa ruhusa ya ustadhi. Kwa ruhusa ya ustadhi? Yani ndugu yake ni kakake. Sijalipata swala. Nasema hivi. Naam. Kuna msichana. Naam. Alafu ana kakake. Yule kaka alikuwa ni kaka kazi. Ambaye kwa msichana mwishi kwa shangazi yake. Sasa yule bwana harusi kwa kuja kuoa, yule ustadhi alikuwa pale msikitini, akamwita yule kakake kazi wa msichana aje amuoze bwana harusi. Ili atoe ruhusa. Sasa akatoa ruhusa. Je, ile nikaa itakuwa imeswika?
Nafikiri kuna utaratibu ya auliaul mar'a, mawali wa mwanamke, kumepangwa utaratibu na sharia yetu. Kwanza ni baba, akikosekana baba ammi, akikosekana ammi ikiwa ni brother yake huko hapo, itaenda kwa mfumo huo mpaka kwa akrab fal akrab, kila ambaye ni karibu na yeye kizazi, akikosekana yule ambaye ni karibu kabisa. Huu ndio mpango ambao umepangwa katika auliyau al-umur. Huyo mwanamke alikuwa hana baba, babake ilikuwa yuko hai ama hako hai? Hayuko hai. Hakuwa na ammi, alikuwa hana yoyote. Kwa hivyo basi afadhali kutoka kwenye mushkili na kutoka kwenye matatizo, kadhi ni awe wali wake ikiwa amekosa wali. Naam. Yeye ndiye aliyofungusha, yeye ndiye Kwa nini atoe ruhusa ustadhi? Ilikuwa yule pale alikuwa sasa ilikuwa tatizo hakuna, hana baba, hana ami, hana chochote. Huyo yuko yeye ahusiane na huyo mrembo. Ilikuwa yeye ndiye achukue kadhia. Kwa nini iwe kwa ruhusa yake ustadhi? Yeye ustadhi ni nani kwa huyo binti? Ilikuwa shida iko hivi. Yule msichana aliishi sana na wale. Kiasi kwamba walikuwa wakifikiria ni ndugu. No, basi hata kuishi sana hakumpi yeye kuwa na daraja ya wilayatul mara. Tumefahamiana? Kuishi sana hakumpi yeye daraja. Mfano wewe waweza ukenda ukaoa pale, hebu makinikeni vizuri, tutamaliza hivi sasa. Waweza ukenda ukaoa pahala ukamkuta ulomuoa una mtoto, ndivyo sivyo? Mdogo tena, ukamlea mpaka ule mtoto akakufahamu wewe ndiye baba, kulingamana kufumbua macho yake alikuwa naye na ana babake mzazi. Lakini hili la kukaa na yeye sana mpaka akakuzoea kisampuli hiyo, wewe huntolei idhini, wallahu a'lam. Naam. Naam, suala la dhihar. Naam. Hapana, si talaka. Mmelisikia hili swala? Ule alofanya dhihara kisha akatekeleza adabu moja kati ya adabu tatu zilizowekwa kwa mpango. Mfano, amemwacha mtumwa huru ama amefunga miezi miwili mfululizo. Sasa je, itahesabiwa talaka ile? Hapana, mruhusa ya wewe sasa kumuingilia, kwa sababu hakuachika pale. Dhihari haihesabiwi kwamba kuwa talaka, ni utekeleze ile sharia uliyowekewa kisha umuingilie yule mke. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Naswali, mke atakapopata talaka inakubali? Nini? Mke wako atakapopata talaka inakubali? Itakuwa kiyama. Naam. Swala ya mwisho. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Ndio nauliza mfano kwa swala ya sheria za talaka au huyu mwanamume. Mwanamume hajui talaka ni mwanamume hajui talaka ni nini? Lazima kwa talaka hajui kabisa. Kuoa alijua? Naam. Aliozeshwa msikitini. Akakubali kuingia msikitini akaoa na akakubali huku huitwa kuoa, ndivyo sivyo? Angaliuliza, baada huku hili huitwa kuoa, kuna na jambo lingine kinyume na hiki? Twende. Sasa mfano wewe kumwambia maneno ya shahada ni nimekuacha. Lakini kwa msimamo mzima kwa hasira. Kama sababu mpaka tukakosana na nyuma wakati nimekuacha. Na hajui talaka yesa. Ala kulli hal. Si basi.
Ala kulli hal, swala liloliuliza ni kwa kuwa huyu ameoa ni mjinga wa talaka. Alaysa kadhalik, ni mjinga wa talaka. Na likihakikika ni mjinga kweli, hajui kwamba kwa kunena hivi kumbe huwa nkuata maskini, kisha ikafuatika na hasira. Hata hasira ambazo sizo zile ambazo mmezitaja, hasira tu za kikawaida, anene neno, haifahamu kwamba kwa hivi nilivyonena talaka ama talaka. Talaka haipiti kwa sababu ni juhul, ujinga huo, na hapatilizwi mtu kufikia kiwango hiko kutukuliwa hukumu. Tumefahamiana? Lakini ataambiwa, shehe wewe umeacha, yani kisharia hivi sasa huu si mke wako, huna ruhusa kumkurubia tena. Kwa hivyo, lakini umepewa udhuru kwa kutojua, usirudie tena. Ukisema kadhaa huwa si mke, ukisema kadhaa, sasa muache kumpa mafunzo. Kisha nyinyi pia mabarobaro, msilielewe la nikaha vile vile peke yake, leeleweni na nini na la talaka. Ndio haya ni mambo ahkamu huatakayajulikane, ili yakitokea matatizo hupungua inshallah. Tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe taufiki kwa leo. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi mu'ayyadan ma'suman. Allahumma alif bayna qulubina waslih dhata baynina wahdina subul salam wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma qarribna kulla khair wajannibna kulla shar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.